Ladies and gentlemen, welcome back to Hesbon TV, guys. Hey, mambo yameweza kuchomka nchini Kenya, guys. Don't try to swipe up this video. Nataka nikuonyeshe one by one vile Rigathi Gachagua, the former deputy president of the Republic of Kenya, ameweza kurusha bombshell, ameweza kushambulia the president of the Republic of Kenya. Unatazamaji wangu, don't try to swipe up this video. Nataka nikuonyeshe, na kama bila sijakuonyesha, kama haujalike video hakikisha umelike, na kama hii ni mara yako ya kwanza kupata video hakikisha umesubscribe hapo chini na utakuwa mtu wetu wa maana zaidi. Hebu tazama. Na unajua rais anapenda matusi sana. Najua anadharau huyo Kalonzo sana. Na hiyo kama rais wewe huyu Kalonzo huyu unadharau. Hii Wakamba hawa unadharau hawa watakuja kupeleka wewe nyumbani. Sia alikuwa anadharau mimi ati ni mtu mdogo. Alikuwa amenidharau hadi atanifukuza, wiki mbili nitasaulika. Nimechukua kila mtu alikuwa kwake. Sasa yeye ni minority katika Kenya. Sasa yeye bila niliondoa watu yangu, saa hii huyu Raila Odinga akimwambia Ruto amuoshe miguu atamuosha. Because amekwama. Ni kama mgonjwa akiwa katika ICU ako kwa life support machine. Life support machine ya William Ruto today ni Raila Odinga. Ikizimwa kisha. And it is because yeye alitudharau. Akifikiria sisi ni watu tu kawaida. Sasa yeye ni minority. Hii uchaguzi sisi tukiweka candidate yetu, hii mzee aunge mkono kama atamuunga mkono, mwingine asimame, William Ruto atakuwa namba 4 ama namba 3 akijaribu. I want to tell you, because yeye alifika kiwango when my people walimpigia kura akafikiria yeye ndio kiongozi ya watu ya mlima, na tulimuonea huruma tu kwa sababu tuliambiwa yeye ni mtu ya Mungu. Yeye alilia, alikuwa anafunga kuku, akatudanganya mpaka hao mabishop akadanganya kila mtu. Sasa akafikiria yeye ni mwerevu kuliko kila mtu. So please, I have come with one message. Please, my people, this thing is done, is finished. Only one thing, let's stay together. Ndio naona wanalala wakiandika mapost kuattribute to Senator ya Kitui, wanajaribu kutugawanya. Wanafikiria sisi ni wajinga. We are not stupid. Sisi ni watu ambao tumesoma. Sasa niulize hapa Ukambani, mlijulikana kwa uzalendo. Kila president aliingia, Jomo Kenyatta, Daniel Arap Moi, Mwai Kibaki alitegemea Wakamba kwa serikali. Tulikuwa na Major General Ndolo, Major General Mbilo, General Kianga, General Mulingi, Philip Kilonzo. Saa hii katika jeshi, katika polisi, muko wapi? Muko? We have to restore the dignity of this community. This is a community of great minds. It's a community of learned people, great professionals. So let us work a formula tuunde serikali pamoja. Then you can take your rightful place on the decision making table in this great republic. Hamwezi kuwa nyinyi ni watu tu ya kupewa mabaki. Mlikuwa na waziri wawili, huyu Kavaluku na Malonza. Siku Raila amekuja, Malonza amefukuzwa, mmebaki na moja. You must now look for good friends. Once bitten, twice shy. Sisi tumejifundisha. Hii William Ruto alitudanganya, haki ya Mungu. Pale kwetu nyimbo zetu za Kikuyu alikuwa naimba from the beginning to the end. Alitudanganya. Sasa na nyinyi mnajua vile mmedanganywa. Sasa nyinyi na sisi kila mmoja amelearn lessons zake. Sisi we are genuine friends. Na kama kuna watu watasaliti Kalonzo na hii jamii, hapana, mimi na watu wangu, we will never. We are not in that business. So mimi sitaki nibitisha hapo, nikimalizia tu
Nimeona kwanza niseme I take this opportunity to thank the people of Ukambani kwa wale viongozi ambao mlichagua. These 3 senators from Kitui, Machakos and Makueni. Siku rais alitutia aibu pale Senate kama jamii, akatuaibisha mbele ya Kenya na dunia, akatutoa nguo kama jamii. Hao viongozi watatu walitufunika uchi. Nataka niseme asante. Hao MPs ya National Assembly wakiongozwa na kiongozi hapa Mbui walitufunika uchi. I want to say on my own behalf, my family and the people of the Mount Kenya region, we remain forever indebted to the leadership and the people of Ukambani.